Asanti. Tunakuabudu na tunakushukuru adhuhuri hii. Ni mapenzi yako yametufikisha mahali hapa. Ninakuomba ukanitumia kama chombo nikaweze kufikisha ujumbe wako jinsi ulivyonituma nikawafikishie watu wako. Naomba msamaha wa dhambi zangu zote ambazo nimezitenda kwa macho, kwa masikio ama kwa mwili wangu, hata kwa fikira zangu zote. Baba, nakuomba tu msamaha. Pia ukawakumbuke hawa wewe ambao umekuja hapa, ukawasamehea dhambi zao kulingana na vile walivyozitenda. Ninakuomba ukanishike tu mkono, unitumie tena katika kuwasilisha ujumbe wako kwa mapenzi yako, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Semeni amen. Salimia mwenzako hapo, mwambie karibu kwenye ibada za leo. Mwambie na usiniwekee sura ya kasi sana. Mwambie hapa ni feel free. Sema feel free. Msiweke sura ya kazi. Msalimie tu, mwangalie tu kwa uso, muulize sasa wewe unaliga kwa nini? Muulize unaligia nani? Unalingia nani? Muulize tu katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus Christ. Muulize unalingia nani? In the mighty name of Jesus. Sasa tembeni. Thank you very much. You may be seated. Chukua kiti chako cha muujiza na Mungu atakubariki. Siku ya leo ninataka tuangazie mambo ambayo yamekuwa changamoto sana. Nimekuwa nikiyafuatilia kwa urefu na kwa upana. Nimefanya utafiti na nitafundisha kwa majuma 3 ama 4 hivi, kwa sababu nimepata ni topic ambayo iko kwa undani sana. Naitwa mchungaji Waruinge. Leo tunaangazia my topic, my sermon is dealing with your bloodline pattern. Sema bloodline. Sema bloodline. Bloodline kwa sababu nimeona washosho wamekuja leo. Na yule aliabiega washosho wasikuje na guka. Yule aliwabiega msikujage saade kanisa, ati mkujage wakati wa chakula tu. Alinikasirisha. Waliambiwa wakae nyumbani, tutakuwa tukiwaita. Sasa hiyo ni namna gani? Si ni baya? Ni baya sana. Ati muikaraga mushi, mukage kiumia na mko katene. Nego. Mnakuja saa ngapi? Mapema. Shosho ndio kama mapema. Nani sasa? Ni kazi gani hii hapa? Shosho. Yule kama tene. Wewe mara. Umireko. Wewe akorogosho. Kairitu gakwa. Rogama na igoro kairitu. We horera we. Horera. Kairitu. Kai. Kairitu. Noka. My darling. Babe. No akinya. Tamerewe na miaka igana tondu mara tuthekerera. Tamerewe na miaka igana. Ni matikuwe makuonaga utuku. Temanya nago utuku. Makuiguire utuku. Matikuwe. Ndio kweli. Haja ni kulia dakoja. Ndio kweli. Tiakwanirira. Bwana asifiwe tena. Kwa majina inaitwa Susan Wamboi na inaokoka, inampenda Bwana kama mkombozi wa maisha yangu. Mimi niko na miaka 130. Ate 130. Ukaikare ha. Katodi. Neka mkwajo. Gere mutirima akutheti onyitia uguo tugatwarana. Todi. Wekeni mtu mwingine hapa. Reheka modo gukuwe. Nikarega kuharuka. Atekeroke. Ate nyumba na go muthenya. Ate nyumba na go muthenya. Utuko dionekanaga. Marajirite ndingĩgĩa mũndũ. Marajirite atĩ ndingĩgĩa mũndũ. Ikara haha mbere. Aho. Hizi zilikuwa zimetengewa nani?
Pastors wa wapi? Kanisa gani? Hiyo mipango mko nayo sitaki hapa. There is no one who is special in this church. Everybody is equal. I'm not even special than this woman. This woman is 130 years. Unampanga huko nyuma, mnasema ati mapasta. Mapasta gani bami? No, I'm not complaining to you. I'm not making noise to you. But there is no one in this church who is above. Every one of us, we are equal. Sisi wote. Hiyo ni wakati wake anapoteza. Ni wakati wake anapoteza. No reservation in this church. No reservation. Mmesikia? First come, first. Unangoa mtu kwa kiti hata kama yeye ni nani. Unamngoa, unakalisha huyo. Umeelewana? Hiyo heshima lazima turudishe. Ile heshima mama mzee alikuwa anaingia kwa gari, tunaamuka na muachia kiti. Hiyo heshima lazima irudi. Mupende msipende, itarudi. Afadhali tuchukue vibo. Amna mawani. Tutikihota wikarate mtu kama huyo amewekwa huko nyuma ama huko mbele, unamsukuma na hivi anaaguka chini. Na zamani hata tulikuwa tunaingia kwa kichaka. Ukiona mzee anakuja unaingia kwa kichaka kwanza apite. Letiko. Leo mode otomalika gaku. Leta mama mwingine wa mzee hapa. Ni pasta mgani mwingine umepatia kiti? Oka mami. Oka wewe wakuregwa nyodo kaha. Oka meda hao kurega nyodo. Oka wewe. Oka nwedireta. Ni wewe meda wakurega nyodo. Huyu mama atu anampeleka kwa mashini, wanamwambia kuna kanza kiarasima. Mungu amesema hakuna kanza, wanasema hakuna kanza, wanataka kukata matiti. Alimwambia hii matiti si ya mama yako. Wewe ukate ya mama yako. Nitakaja hapa isi mau kuja kana hari. Huyu mama walisema watamkata matiti. Ati wakasema ako na kansa. Akakuja akaniambia mtoto yangu na pasta yangu wauganya ndosi kwa hivi. Nikamwambia hakuna matiti inakatwa. Nani alikudanganya huko na kansa? Ati ni daktari. Wapi? Agakani. Na kwingine wapi? Kenyatta. Nikamwambia hakuna. In Jesus name there is no cancer. Nikamwambia tamatadiru magodi meleki. Wakaenda kumupima, wakamuuliza shosho, ulifanya nini? Kwa nini? Hauna kansa. Sina, si nilikwambia sina. Akamwambia lakini kwa sababu umeingia kwa mashini lazima tukate. Niko makweli. Bwana siwe. Mulega nyothe. Ona ni ndi mwega ni undu wa Mwathani. To niwe undulitie na niwe wanginyithia Ngai akumio. Na ndurite ndi muhonoku na ndakinya handi o muhonoku gwata ndagika ino. Ngai akumio. Ni umwe ndathiite kuria KU na ngirwo ni gutinio ati ni gutigarite handu hanini, no ngimera ni hakwa ndigutinio nyondo kau gatigarite Ngai ni egukahonia na akorwo nie mwaremwo ni kuhanina na ndawa icio cia nyiri ona kuregwo ndikuregwo Ngai akumio na ndiatinirio na ngimerana ni ndathii ngirwo no kinya negwo na nie rito mararia na ithungu na ningi mariria never the rest na ndie kenge ngimera ndigutinio na ndigutinio to ni ndari na witikio ati uguo nderirwo ni muhunjia thie na ni meguthima na matire kindu mekuona na ni mauga he kanyamu gatigaru ngiuga ngitikia uguo nderirwo ni pastor ati njitikie biyo na ningitikia kwi Ngai uturaga muoyo na ngitikia matuine kwi Ngai wikaga riu ni ngikenaga na riria njukite kanitha ni ngenaga ngakena muno ni mahinda maingi ni magerero ni guka tondu ngoretwo uguo kendia ndiguka gwitangatha haha Ngai akumio asa Ngai ni ndangathagirwo uri iguru tondu niwe uwi mathina makwa mothe na niwe uwi macinda makwa
gutura muoyo na gukua ni uyu menya riu nikio ndi haho muthi riu anga ni ta mwaka mugima ni mwaka mugima wathira kuma ndamera uguo to ndarorire ngiona aya mararia ithungu makandora makaria na mandigicĩirie ũguo na niĩ tondũ ndiũĩ gĩthũngũ rĩ ndigikwĩraga ndathomeire Kajinga high school ngĩmera atĩrĩrĩ ngĩmenya na niĩ gwĩ kũndũ ndaiguaga airĩtu makĩaria tũthũngũ twa mĩtaa-inĩ ngĩmenya nĩ mũkũnjĩtĩkia ngiuga never the rest na ndigũthĩnjwo na ngiumagara ngĩthiĩ na ngĩmatiga hau othe ngĩmatiga hau na ngĩthiĩ kinyagia ũmũthĩ ndirĩ ndathi na ndigũthiĩ nĩ mũtirakĩona nyondo irĩ oho ona akĩrũgĩra never. Thank you very much. Thank you, Ikarathi. Never the rest. Hiyo ni mpya. Bwana asifiwe sana. Hapa kuna uponyaji. Sema kuna uponyaji. Na kuna miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo haya yote yatafanyika kwa ajili Yesu ako pamoja na sisi. Usiogope wala usifadhaike, maana hivyo ndivyo Mungu alimwambia Joshua. Usiogope wala usifadhaike, maana niko na wewe. Sema niko na wewe. Huyo Mungu ako pamoja na wewe. Sasa tunataka kushughulika na kitu inaitwa dealing with your blood line patterns. Yani tunataka kuangazia bloodline katika lugha ya Kiswahili, kwa sababu sasa lazima niongee Kiswahili ama kuna mtu atasaidia kutafsiri. Bloodline inazungumzia kuhusu damu yako kule umetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Your blood, mudhirimo waku. Bwana asifiwe sana. Kule umetoka, kule kwa guka, kwa shosho, kwa agu na agu, kule nyuma, where you have come from, your originality, the source of you. Ndio nataka tuangazie, kwa sababu nimeangalia kehumo ama the source, ile mambo kule umetoka kumechangia pakubwa kuteseka kwako, kumechangia pakubwa mateso ambayo unayapitia, kumechangia pakubwa laana ambazo ziko juu yako, kumechangia pakubwa mateso ambayo yako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kutoka sasa kwenda mbele, I want to promise you, ukielewa kule umetoka utajua kule unaenda. Our source, kule tumetoka. Yerusalemu, Ezekiel 16, Biblia inasema ya kwamba Yerusalemu aliambiwa mwana wa Mungu yajulishe mambo yaliyo machukizo ya Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Then God akamwambia Ezekiel ya kwamba iambie Yerusalemu ya kwamba kuzaliwa kwake. Kuzaliwa kwa nani? Kuzaliwa kwake na maeneo aliyotokea ni maeneo yanaitanishwa na Kanani. Nikajaribu kuuliza ni kwa nini alimwambia Kanani. Kumbe Kanani ni mahali wamezaliwa, ni mji ambao umeitanishwa na mtu anaitwa Kanani. Naye Kanani ni yule mtoto wa Hamu mwenye alipata laana baada ya Hamu mwenyewe kuona baba yake uchi. Kumbe nikaangalia, kwa hivyo kuna kitu inaweza kuwa baba yangu alifanya na ama guka yangu alifanya, na hiyo ndio imefanya mimi nipate shida. Kuna kitu ambacho kilitendeka katika maisha yako, mama yako alifanya ama baba yako alifanya, maana Ham ndiye alitenda, ndiye aliona baba yake uchi, lakini aliyetembelea na aliyepata na laana hii anaitwa Kanani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtoto wake. Nikachunguza nikaangalia pia Daudi. Wakati Daudi Mungu alikasirika na Daudi, si Daudi alipata hiyo laana, lakini mtoto yake ndio alipatwa na nini? Na hiyo laana. Kwa hivyo huyu shosho nasema never the rest. Anaweza kuwa yeye hakuwa anatenda dhambi, lakini kuna mtu mbali huko nyuma alifanya kitu kibaya. Ndio naona vitu kama hivi vinatokea. Kansa ni baadhi ya vitu ambavyo ni laana ambazo ziko kwenye familia. It is a curse. Cancer is not just cancer. Si ugonjwa.
It is something that is operating in your family. Ndio kwanza wanaendaga wakikupeleka kwa hospitalini. Kitu ya kwanza watakuuliza. Wanakuulizaga nini? Kwenu kuna historia ya mtu ambaye amewahi kuwa na kansa. Kama ukienda na ugonjwa wa sukari, wanakuulizaga kwenu kuna historia. Ukienda na ugonjwa wa pressure, wanakuuliza kwenu kuna historia. Bwana asifiwe sana. Hapo ndio wanaanza the treatment inaanza kwa historia. Ni kwa nini? Ni kwa nini history? Treatment yoyote ile, matibabu yoyote yanaanzaga na historia. Daktari anakuuliza swali, kwenu kuna jambo kama hili limewahi kutokea? Watu wengine wamekufa, unakuta mtu amekufa miaka ni 30, miaka ni 50, paka unakuta familia yote wanakufa miaka ni 50, paka unakuta familia yote wanakufaga. Ikifika miaka 50 unasikia kuna mauti kwa hiyo nyumba. Madaktari wakienda wakutibu wakose ni nini iko ndani yako, wanakuambia rudi kwenu uende wachunguze ni namna gani. So hii ni maneno ambayo tunataka tuchibie. Bali wakati nilikuwa nafanya research nikaona kumbe kuna kitu inaitwa bloodline, damu yako kule umetoka. Kwa shosho wewe unaitwa Wajiko uliitwa, kuna mtu alikuwa anaitwa Wajiko, kuna mwingine alikuwa anaitwa Wajiko, kuna wakaenda nyuma visasi na visasi. Na nikaona kweli mambo mengi ambayo tuko nayo saa hii ni damu. Ni bloodline. Sema bloodline. Shosho never sema bloodline. Uga bloodline. Anasema bloodline. I want just to introduce today, ndio tuweze kuangalia na tujue ni namna gani hii maneno itakuwa, ndio niweze kuchibia vizuri, ndio tujue ni kwa nini you are facing the challenge. Ni kwa nini umekosa mke, ni kwa nini umekosa boma, ni kwa nini umekosa mume, ni kwa nini hata kazi haipatikani, ni kwa nini umejaribu kila kitu dunia hii, nothing is working. Watoto wako wamekuja, they are just behaving like you. Kuna mzee mmoja nilikutana na yeye, wao kahawa ikipadwa wakati wa mkoroni, wao ndio walikuwa wanapada. Wakakaa akarudi akafanya nini? Akachukua mtoto wake akampeleka huko akaajiriwa wakati alizeeka. Sasa na yeye mtoto wake alipoajiriwa wakati alizeeka, alichukua mtoto wake akapeleka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kizazi kingine hapa ambacho kiko cha huyo mtoto alipelekwa, tulikuwa na huyo kijana yake. Ananiambia hata sasa nataka niende nipeleke mtoto wangu nikamuintroduce kwa hiyo shamba ya kahawa akaendelee. Nikagundua vizazi vine, guka na fafa na mtoto waine wamekuwa kwa kahawa. The same farm, na hakuna mtu amejenga hata kanyumba na hawana hata ploti hata kamoja. Ndio nikakuja nikapata kumbe hii kitu inatokaga kule nyuma. Tusipoiangalia vizuri itakuja kutufuata. Matatizo mengi kama mambo ya marriage na matatizo katika magonjwa kama hiyo nasikia kaza. Ukifuatilia utafuatilia utapata kuna mahali hiyo kansa ilianzia. Na kansa wakati mwingi inasemekana ni kirumi, inatokana na maneno ambayo alinenwa na wale watu walikuwa huko mbeleni. Na hiyo kitu inakuja unasikia inakuwa kwa jina moja Wajiko ama Karioki. Unakuta yule aliitwa Karioki alikuwa na kansa. Akaenda Karioki mwingine huyu akakuwa na kansa. Karioki wa tata ena kansa. Karioki wa mami ena kansa. Karioki wa ngania ako na kansa. Kumbe ni kitu kinatembea ndani ya mtu. Nataka leo msikilize kwa makini sana. Sitakibia sana, nataka tuende kwa umakini ndio ujue tatizo ambayo unapitia ilitoka wapi. Ndio umeenda hospitali, umeenda kwa waganga, umeenda kwa mapasta, na ndio unaona sasa watu wanapiga masimu kila mahali. Wakipiga masimu wanasipiga, mimi nilienda kwa bishop fulani, nikatoa kiti, nikapatiana title, nikatoa hii na hakuna kitu kilifanyika. Ni kwa sababu haukuelewa. Kama ungekuwa unaelewa ni nini kinafanyika katika familia yenu, hata haungetoka kwa compound, ungekaa tu huko na hiyo tatizo ingeishia huko. Maana mngeitana tu, maana kuna kitu inaweza kuwa, kuna baba alisema maneno, kuna neno lilisemekana na guka, ama guka alikuwa home guard, ama alikuwa maumau na walifanya maneno. Maana hawa wazee kama huyu mama never the rest, ilikuwa ni maumau.
Niambie walifanya nini? Kama alikuwa maumau alifanya nini? Si walikuwa nachija watu? Si waliua watu? Wale wanaitwa mahomu guard. Nao mahomu guard si waliua wa maumau? Sasa nataka kuniambia, naye tukisoma kitabu cha Mwanzo, naye Mungu akamuuliza Kaini, namna gani? Where is your brother? Ndugu yako ako wapi? Naye Kaini akamuuliza Mungu, kwani ni mimi nachungaga brother yangu? Na Mungu akamwambiaje? Damu ya brother yako inalia ikiwa kwa mchaga. So wewe ulichija huyu mtu anaitwa home guard. Na yeye home guard alichija huyu mtu anaitwa maumau. Hiyo damu hailili? Si inalia? Na hii matatizo hatukuweza kuambiwa ya kwamba damu hiyo iliyomwagika kwa sababu ya hayo maneno bado inaitana. Na Mungu akiwa mbinguni anasikia kama mgapo, anasikia sauti, anasikia kuna damu ya Karioki alikuwa home guard inalia. Kuna damu ya Mwaneki alikuwa maumau inalia. Maana hawa watu walinyoga. Walikuwa wakijua mtu ni home guard, walikuwa naweka kidole hapa, anafinywa mpaka anakufa. Bwana asifiwe. Naye mtu anaitwa home guard akipatana na mtu anaitwa maumau, walikuwa na chija na so Musumeno anachija pole pole. Alafu anachukua mke wa huyo mzee, anaenda kuzaa nawe. Bwana Yesu asifiwe. Niambie hiyo maneno kama haiwezi kuwa inatu affect sasa. Maana kama Kaini aliulizwa na Kaini akalaaniwa kwa sababu ya kumwaga damu ya brother yake. Na hawa walichija watu karibu 20. Hawa walichija watu, hawa home guard walichija, na hawa maumau walichija, wakaua na wakakula kiapo. Sasa angalia, wanaanza kuniangalia vibaya, tunaanza kutoboa siri ya kiapo. Hawawezi kutuambia. Mama yangu ni mmoja. Hawezi, ninamuuliza mami, "Nwanyuira muma?" Anambia leo nenda toikore kwisho wale heha. Nenda toishi huko. Yeke honoko kiriko waja kodehera. Kwa sababu niki? Kwa sababu kuna kiapo alikula. Na akaambia usiwahi kusema hii maneno. Lakini hii kiapo ilikuwa ya Mungu. Halo. Hii muma ilikuwa ya Mungu alikula. Iko ndani yake. Maana alipokuwa akikula aliumishwa kanyama. Wacha niwaibie siri kwa sababu mimi nilikuwa wa hiyo kitu. Mimi nilipatiana kiapo. Ilikuwa ni kanyama. Ni buzi imechijwa. Buzi ikichijwa hiyo kanyama kanakatwa. Alafu anaambiwa anaongeleshwa kwa maneno, anaambiwa anauma. Anaambiwa igekaya woro hoyo, yanagarogyo hoyo, dorio ni mumo hoyo. Uone madole tauru, maraigwa uru. Wewe onake nende tire kwararia kanitha-ini. Nego ciario mothe. Nigetha muohoke. Toendenda muohoke. Mathina maya mwina mwagu shosho, mutiagiriru guikara guku guo mwina mathina maya. Ni watu wanafaa kukaa kama wafalme. Ni watu wanafaa kukaa kama kings. Yaani wakitembea kwa barabara unaona ni mtu aliye na heshima zake. Mtu wa miaka 30. Na wewe inatoa dina niguo twete ile. Imagine mtu wa 130. Shiko ina miaka igana. Leo kinyete 25. Ani wala twetera huko. Yuki kiyote area. Ndio tutiadhama Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Heshimu hii miaka. Na ndio nataka kutembea na hawa, at least ni tap. Hii ni anointing, lazima utapu. Uzee ni anointing. Kupata miaka 100 ni anointing. Lazima utembee na mtu kama huyo, unamtembea unamshikashika. Sina venye namshikashika hivi. Ninavuruta kuna kitu nimenyonya kutoka kwake ya uzee. Miaka ingine 10 imeongezewa. Bwana Yesu wetu roho uyanyi dikienda gosha wani na mundu mukuru. Aya matida mnieke giyogethari utindaga ukimwethambia ati wamudugira iye shidarenda wamudugira ici darenda. I'm tapping the anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukiangazia hiyo kitu, walikula hiyo kanyama na wakaambiwa na wakasema hawatatoboa hiyo siri na hawatasema mpaka saa hii hawawezi kusema. Lakini mimi kwa sababu mimi nilijua, wacha niseme hakuna kitu itanipeleka. Mimi nilifundishwa na guka yangu sikumuona, alikuwa amekufa. Guka yangu Waruinge. Yeye ndiye alinifundisha hiyo kiapo. Akiwa sijui kule alikuwa. Maana huyo mzee alikufa miaka mingi, lakini alikuja usiku, alikuja akanifundisha na akanikaandika maneno yote ile ya kupatiana kiapo. Nikaanza kupatia watu kiapo. Na nilipowapatia kiapo Kenya mzima ilitii. Unaona the power
of my grandfather ndani yangu. Nilisema wanawake wasivae trouser Kenya mzima, hakuna hata kama moja kalivaa. Nilisema wanawake wasivae miniskirt, hakuna. Kutoka Kisumu mpaka kwa Kikuyu wa Meru mpaka Mombasa, hakuna. Walikaa kwa nyumba, hata wale wanatakuwa ni mapolisi walikaa kwa ndani ya nyumba. Kwa nini? There is the power. Kuna nguvu ya yule alinipatia hiyo kitu ambaye ni guka yangu. Kuna nguvu fulani, na hiyo ninatokana na damu yangu kule nilitoka. Guka yangu ndiye alianzisha Maumau, na alipoanzisha Maumau wakiwa na kina Kemadhi na Madhege, walikuwa 7 watu wa familia moja, 7 cousins. Ndio wanaitwa the 7 Maumau generals, walikuwa the 7 cousins. Alianzisha kabisa ni Waruinge. Ndiye alipatiana kiapo ya kwanza, watu wakakula kiapo ya kwanza. Na hiyo busi aliiba kutoka kwa mama yake, akachija. Akatoa hiyo kitu inatolewa kwa hapa na nyama, akapatia watu wakakula. Kutoka hapo Kenya mzima ikapigana uhuru wa Kenya kwa sababu ya kiapo gani? Kwa hivyo sisi yote wa Kenya tuko chini ya kiapo gani? Hiyo kiapo. Sasa ukiweza kusema ati nie maundu tamasha ni magoma, ulithigataka teini kwa goma wako ni magoma. Akikula hiyo kiapo ulikuwa ndani ya mudhilimo wapi? Ulisikiliza na ukasikia. Wewe mtoto ambao umeokoka sana, pastor, bishop, guka yako akikula hiyo kiapo ulikuwa wapi? Ulikula kiapo ama hujakula? Ulikula. You are one and parcel. Ukimeta goma una wewe goma. You are part of it. And that is why we are suffering. Kwa sababu kuna damu imekufuata. Alafu baada ya wao kukula hiyo kiapo, kuna damu ilimwagika kwa sababu ya kiapo. Kumbuka kwanza walichinja buzi, kuna damu ya buzi kwanza. Namba 2, na hiyo damu walipoenda kupigana, damu ikamwagika. Hiyo damu huko biguni imeandikwa. Mungu anauliza kama ni Kenya ajui. Unakumbuka yule mzee mlichinja? Hapana, sikumbuki. Kwani mimi ndio nafaa kumchuga? Baba na mbinguni akamwambia, huyo damu ya huyo mzee mlichinja inalia, iko kwa mchaga inanililia. Sasa nikwambie ni damu gapi ambazo zinalia? Wale wa Kikuyu walichinjwa na Wasugu, wale wa Kikuyu walichinja na wenyewe kwa wenyewe, ni damu gapi? Inatoshana do gapi? Na iko hapa. Ni kelele gapi ziko bikuni saa hii za hiyo damu ikilia? Ni kelele gapi? Wewe msichana ukakuwa ukaenda shule ukasikia uko na kapurege nansi, ukaenda ukatoa, hiyo ni damu. Ni damu gapi za watu walitoa mimba ambazo ziko hapa, vitoto hivyo vinalilia Mungu? Za wazee na wamama na Waruinge, ni damu gapi zinalilia Mungu akiwa mbinguni? Na zikililia Mungu zinafanya nini? Zinateremka. Wacha nikufundishe, nikuonyeshe venye kilienda. Wakati Kaini aliulizwa, sijaingia kwa topiki, nikutayarisha moyo wako ndio uelewe uzito wa ile kitu tunafungumzia leo. Na kitaenda siku nyingi, nataka tuende siku nyingi, tuende mpaka kitabu ya Mwanzo chapter namba 4 aya 4. Sio kama kuna mtu ako na ya Kiswahili anisomee, kwa sababu ya ama mtuweke kama itawezekana. Adamu akamkujia Hawa ambaye ni mkewe, akapata mimba, akamzaa Kaini. Abel, mtoto wa nani? Wa Adamu. Abel alikuwa mchunga kondoo, naye Kaini alikuwa mkulima ardhi. Naye Kaini, nataka sasa angazia hapo sana. Abel alikuwa mchunga kondoo, naye ndugu yake Kaini alikuwa mkulima wa ngwashe na mbosho. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi. Kaini zile ambayo alikuwa navuna, analima mazao ya mbosho na ngwashe, akachukua akapeleka kwa Mungu, sadaka kwa Bwana. Akaipeleka ikiwa tu sadaka. Sikiliza sasa hapa. Alichukua mazao, akachukua kutoka kwa store ama akachukua mahali popote pale, akabeba akapeleka kama sadaka. Naye Abeli
Abeli naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama. Sikiliza, Kaini alipeleka mavuno. Hayaku explainiwa mavuno ni ya mazao gani. Akachukua tu mavuno akapeleka mbele za Mungu. Naye Abeli akachukua nini? Abeli naye akaleta wazao wa kwanza, wazao wake wa kwanza, the first fruit. Hakuchukua sadaka tu, lakini alipeleka wazao wake wa nani? Wa kwanza. Wanyama wake, wanyama wale, na sehemu zilizonona za wanyama, na sehemu ambazo zilinokuwa zimenona za wanyama. Bwana akamtakabali Abeli na sadaka. Kwa sababu ya hiyo Bwana akakubali sadaka ya Abeli. Mbali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini alikasirika. Simamia hapo ndugu yangu. Kaini alikasirika. Kwa nini? Kwa sababu sadaka yake haikukubalika. Sadaka yake haijawekwa kwenye ratiba ya kuwa ilikuwa mazao ya kwanza, haikuwa. Aliokota tu sadaka, aliokota machakula, akabeba akapelekea Mungu. Mungu hakuikubali. Naye Abeli alielewa siri ya kwenda kwa Mungu ni kwenda na nani? Na mazao ya kwanza na yaliyonona. Hiyo ndio ibada. Hiyo ndio kuelewa ibada ya Mungu. Hiyo ndio kuelewa ni namna gani Mungu anafaa kuabudiwa. Maana alienda na sadaka ya kwanza, mazao yake ya kwanza, sehemu zilizonona. Lakini Kaini alichukua tu chochote alikipata. Na hapo ndio shida mingi iko. Na hapo ndio tatizo ya maiki tunaenda kuzungumzia ilitokea. Bloodline. Matatizo ambayo yanatokana na jinsi tuliubwa, ama jinsi tulifanya ibada mbele ya Mungu. Ikakuwaje? Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Kwa sababu hakujua kuabudu Mungu na maneno yake yakakosa kukubalika, alikasirika. Kwa hivyo watu wengi ambao wanakuwa na makasiriko kanisani, wanakuwa na chuki kanisani, ni kwa sababu hawaelewi jinsi ya kumwabudu Mungu. Kama ungekuwa unajua kumwabudu Mungu, ungekuwa na heshima na kile mtu Mungu ameumba. Ungekuwa na heshima na kazi ya Mungu. Ungekuwa na heshima na kila mtu kanisani. Lakini huyu mtu hakujua. Ndio kwa maana aliokota machakula, akaokota, akabeba, akaenda akapatia Mungu, akambia chukua, venye unaweza kurushia ubwa. Lakini mtu anaitwa Abeli alielewa jinsi ya kwenda kwa Mungu. Kwa hivyo kutokuelewa ndio chanzo. Kutofanya nini? Kutokuelewa jinsi ya kwenda mbele ya Mungu ndio chanzo ya matatizo ya kifamilia. Tuendelee baba. Verse 6. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Bwana mwenyewe akakuja, akamuuliza, ni kwa nini? Kwa nini umekasirika? Haraka lionekee. Na kwa nini uso wako umekunjamana? Ni kwa nini? Ukujaneti uwaike hata stone face neke. Kwa nini uso yako imekaa vibaya? Naye akamwambia, verse 7, kama ukitenda vyema utapata kibali. Kama ukitenda vyema, Mungu alimwambia, ukitenda vyema, ukae jinsi Mungu anavyotaka, ufanye jinsi Mungu anavyotaka, uyatende mema, naye wewe utabarikiwa, naye wewe utainuliwa. Maana kila chochote utakachokifanya kitakuwa na baraka kule mbinguni. Upinzani unaokumbana nao hautapatana nao, maana umetenda jinsi Mungu alivyopenda. Amen. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, naye tumaini wewe, walakini yapasa uyashinde. Yale ambayo inakutumaini, inakutamani wewe, lakini inakupasa ushinde. Verse 8. Kaini akamwambia Abeli ndugu yake, twende uwandani. Umesikia sasa? Ikawa alipokuwa, simamia hapo kidogo. Kwa sababu ya zile ghadhabu alizokuwa nazo na hasira, maana sadaka yake imekosa kukubalika, akafanya hila. Na ndio watu wengi kanisani ama katika familia wanapokosa kufaulu katika malengo yao, kutokana na matatizo ama kutokana na kutokuelewa ni kwa nini, ama kuelewa ni jinsi gani ya kumwabudu Mungu. Hapo hila za kishetani zinaingia. Akamudanganya ndugu yake, akamwambia kuja ukatoka sherehe. Twende wandani. Ikawa alipokuwa wandani, Kaini akamuinukia Abeli ndugu yake, akamuua. Amemudanganya, akamwambia twende tukatembee. Maana wakati sadaka yake ilikataliwa,
wakati sadaka yake haikukubalika, alishikwa na ghadhabu na akasikia vibaya sana, na kutoka hapo akakuwa na mipango mpya, ni jinsi gani nitafanya hila kwa ndugu yangu. Kisha ikakuwaje? Verse 9. Bwana akamwambia Kaini, yupo wapi Abeli ndugu yako? Yuko wapi? Ameshamuua. Already ashamuua. Mungu akakuja akamuuliza, yuko wapi ndugu yako Abeli? Naye akamjibu aje? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, mimi sijui. Ni dioe, kwani mimi ndio mlinzi wa ndugu yangu? Mimi ndio nafaa kuchunga ndugu yangu mahali yako? Angalia, kwa kutojua jinsi ya kuenda mbele za Mungu kunafungua mlango wa shetani kuingia katika maisha yako. Watu wengi ambao tunatenda dhambi kwa sababu tulifungua mlango wa kushindwa ama kutokuelewa ni jinsi gani ya kumwabudu Mungu. Maana kumwabudu Mungu sio kukimbia tu unaenda kwa nyumba ya Mungu na unaanza kumwabudu, lakini kuna formula ya kuenda kwa Mungu, na hiyo formula ndio hatuna. Na hiyo formula inapokosekana, ndio tunakuwa sasa na hila na janja za kuishi katika dunia hii. Ndio unakuta kanisani kuna watu wanaopangia wengine, kuna familia unakuta kwenye familia kuna watu wanapangia wengine, katika biashara kuna watu wanapangia wengine, kwa sababu wanashindwa ni jinsi gani ulipata baraka hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jinsi gani wewe ulifaulu? Sisi tumejaribu kufaulu, hatufaulu. Sisi tumejaribu kupigana, hatupigani, tuwezi. Sisi tumejaribu kutamba, hatutambi. Lakini wewe umekuja tu juzi na umefaulu. So kuna kitu kinaanza kujijenga katika moyo wa binadamu, na hiyo kitu kinaanza kujijenga ndio hiyo roho ya Kaini, na ndio nataka tuielewe siku hii ya leo. Verse 10. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Akamuuliza, karikiweka, umefanya nini? Maana sauti ya ndugu yako, unajua Mungu alikuwa hata hajajua. Ni kama huyu mtoto Kaini na Abeli amekufa, akamuuliza, ni nini umefanya? Karikiweka. Because ninasikia sasa si binadamu, damu ya ndugu yako inalia. Damu ya ndugu yako inaitana na iko ndani ya mchanga. Kwani umefanya nini? Na akamjibu akamwambiaje? Verse 11. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Baada ya yeye kujulikana ya kwamba amemuua mtu, kujulikana ya kwamba amemuua, already he has killed. Kutoka hapo maneno yakatoka kwa kinywa cha Mungu. Maneno gani haya? Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbuliwa kinywa chake. Sasa hiyo ardhi iliyofungua kinywa ikakunywa damu ya ndugu yako. Kutoka leo umelaaniwa kutoka kwa ardhi. Halo, unanisikiliza? Kutoka leo hiyo ardhi ambayo imekunywa damu ya ndugu yako, from today umelaaniwa. Hapo ndio laana ya kwanza ya kimadhabahu ilitoka kutoka kwa Mungu. Laana ya kwanza kabisa. Na akasema, kutoka leo, kwa sababu ya kitendo ambacho umekifanya, ardhi hiyo iliyokunywa damu ya ndugu yako itakulaani na haitakukubali na haitafanya kulingana na jinsi wewe utataka. Verse 12. Utakapo lima ardhi haitakupa mazao yake. Umesikia? Kwa sababu ya hiyo kitendo, ardhi yoyote, chochote utafanya katika dunia hii hakitakupatia mazao, kwa sababu ya damu. Because of the blood iliyomwagika, imemeza damu, imemezwa na ardhi. Kwa hivyo hiyo ardhi ambayo ilimeza damu yake ya mtu, ardhi hiyo imezungumziwa na Mungu isiwahi kupatia wewe kitu chochote, kwa sababu umefanya hila. Na hiyo ndio matatizo tuko na wazee hawa. Walipigana vita huko za Maumau, watu wakakufa, damu ikamwagika, na hiyo damu ni sawa na ile ya Abel. Kwa hivyo Mungu akiwa mbinguni anaitisha nini? Anauliza, ni kwa nini damu hiyo ilimwagika? Why was there blood shed?
Na kama kuna laana ambayo iliachiliwa, ikaachiliwa Kaini, basi hata wana Maumau kuna laana waliachiwa. Kuna laana hawa wa mama. Huyu mama kuna laana amebeba ya hiyo damu. Huyu mama kuna laana amebeba ya hiyo damu. Na hiyo damu huyu mama amenizaa. Hiyo damu laana aliachiwa. Ni ardhi ilikatazwa, ikaambiwa isipatiane chochote. Na ilikatazwa huyu asipatiwe. Kwa hivyo huyu asipopatiwa, kizazi chake pia kitanyimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the reason we are suffering. That is the reason we are crying. Because kizazi cha huyu mama kimenyimwa. Yeye amenyimwa. Kwa hivyo hata mimi sitapata, watoto wangu hawatapata, hata watoto wa watoto wangu hawatapata, maana kuna neno lilizungumzwa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo panapomwagika damu, ni Mungu mwenyewe hukuja. Haleluya. Amen. Yule kama umetoa mimba, ni Mungu alikuja. Kama ulinyonga mtu, ni Mungu alikuja. Haleluya. Aha. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Utakuwa mtoro. Ogotoro diororokaga. Niko tuga odiororokaga tau. Aliambia utakuwa mtoro, utazunguka. Ndio maana unakuta uko na miaka 100 lakini bado unatafuta. Uko na miaka 200 na bado hauna nyumba, hauna mahali pa kukaa, na watoto ambao ulizaa hawana heshima na wewe, hawakutambui, hawakupendi, hawakai kulingana na jinsi mtoto anafaa kukaa na mzazi wake. Ogotoro dioro kagata Kaini. Kaini akalaaniwa. Akaambiwa utakuwa mtoro maisha yako yote. Bwana sifiwe wazee. Bwana sifiwe wazee. Amen. Mwathani yagoshwa akuru. Amen. Na mutikanage guka mugokaga every Sunday. Nidi murihagira tigiti wa guka na gushoka. Amen. Nani watanisaidia? Muwe munise. Ukikuja na sadaka kutoka nyumbani, unaweka 200. Fanya hivi. Naongea nyinyi. .com todo mwagete mitugo .com fanya hivi .com tutingihota kuohora bũrũri aya me mũciĩ kũrĩa o makĩrĩraga. Mama mtu uikaraga ku Kariobagi nyumba yaku gukombora. Imagine mzee kama huyu anakomboa nyumba, arutaga kucia kuriha. Na ni kwa nini ilifika hapo? Mzee kama huyu hana mahali yake. Alipigania uhuru wa nchi hii. Alichukua bunduki, alilala kichaka, alikuliwa na umbu, alifugwa jela, na hana mahali pa kulala. Hana mahali pa kufanya nini? Pa kulala. Yaani ukifungiwa nyumba, yeye pia anafungiwa nyumba. Sasa akifungiwa nyumba, no imagine uhigirwo nyumba yaku, wekaga atia? Uhuragira all your friends, all your cousins wakusaidie. Sasa huyu atapigia kaseni mgani? Na makaseni wake wote walikufa. Ta imagine when you kuhura dimu, nyore dimu. Ndio kuhura nijo kwa kuona bwo. Nore na dimu. Nyenede. Ndio kuhura na yaga mojo ahorere ole adireka. Ako lazimu lakini hajui kupiga. Sasa hatari, jumba imefungwa na imevukiwa huko ndani, atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. So we need these people wakue hapa. Taifa letu ndio lifunguliwe. Hawa watu lazima wakue hapa. Ndio watatuambia walikula kiapo mara ngapi. Wanywire mu mama, unywete mu mama itamaigana na wewe. Wewe unywete mekangaigana. 5. Wanywete mekangaigana. Wanywire mekangaigana. Wago wa Kenyatta. Ndaigana. Wewe unywete mi maigana. Tena. Baba Tony. Baba Tony. Kenya wa Katwede. Ndarega.
Weta Waruinge. Unasikia, ninaelewa mpaka ilikuwa inaitwa namna gani. Kunaamuka tuete. Unatolewa kwa kitanda na unanyoroshwa viboko. Umatodhie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walikuwa wanasema kwa kikulishwa hiyo wale kia kole yake igekaregana na mumoyo. Kitu ya kwanza waliambiwa kanisa wasikanyage. Niko mwerirwo. Kanisa wasikanyage. Nitiko twametaga. Ate dikanyitanira na muthungu na irera ciake shobo wa kamutuorogi sitashikiriana. Sikushikiriana. Hiyo ni Kiswahili. Shirikiana. Sitashirikiana na mambo ya aina yoyote ya mzungu na mafundisho yake. Saizi huyu mama ako wapi? Saizi tuko sahi ako wapi? Si ako ndani ya kanisa? Hii kanisa ilianzishwa na Mwafrika. Sililetwa na mzungu na Biblia. Si kweli? Sasa hiyo kiapo na haja cancel hiyo kiapo bado ako nayo. Ako na laana saizi ya mahana. Saizi anakuliwa na laana. Watoto wake wote wamesoma. Ni masomo ni ya mzungu ama ni ya Mwafrika? Si ni ya mzungu. Na watoto wake walikuwa wapi? Wako na laana ma hawana laana. Ne ugo keto mumosho, ni wao ukiro muma. Kana wao ukinyira go ukinyira. Mauda umbuka kwa muma. No angalia Museveni ananiangalia na sura baya. Muangalie tu. Arori agatoto gaka nige garaturia guku. Ninde toire kwiciararia mbere ya ciana. Anasikia kuninyoga. Maana hii si kitu ya kuambia watu. Angalia sura venye, angalia sura yake. Nido kaji. Niti nao. Ananiangalia kimaumau, sura ya maumau. Kwa sababu hii kitu ilikuwa siri kubwa. Hawezi kuisema. Huyu mzee amesomesha watoto yake katika institutions za wazungu. Watoto wake wamefunga ndoa kwenye ndoa za kizungu. Amevaa manguo ya kizungu, amekula machakula ya kizungu, na ako na kiapo ndani yake ya kwamba hata shirikiana na mambo ya mzungu, mafundisho ya mzungu, na hata kaa kama mzungu. Hiyo ni kiapo namba 1 na mkura. Na hiki kimkura inakula watoto wake mpaka kizazi cha 10, sio kizazi cha 5, mpaka kizazi cha 10 generation. So utatatuaje shida kama hiyo ambayo tuko nayo kama huyu mama hata kuja hapa kanisani? Nimpatie kiapo kingine, tufute hiyo kiapo ya maumau, nikupatie kiapo ya Yesu, ya damu ya Yesu. Ndio nikukatanishe, nikuondoe. Angalia huyu amebeba msalaba. Msalaba. Tuibe hiyo msalaba. Msalaba wa Yesu. Yaani amebeba msalaba wa nani? Na huyu mama alikula kiapo dikana nyitanira na maundu ma muthogo, lakini amebeba nini? Ya nani? Ililetwa na nani? Na Mroma. Sasa huyu mama ako na kiapo ama hana? Amebeba mpaka ameiwekelea kwa kifua. Tajiraka ni agatherema. Hutiri ndo ciathe no cingemwitikira. Huyu mama alikuwa maumau, wale wasiri, wale wa kusema. Unajua gati namba 1 anaitwa Kenyajui, gati namba 2 anaitwa Mwaneki. Huyu ndio alikuwa anakuja nasema akifanya hivi ati hali yako dhije kiogoni. Ukamenya ni gati. Anachukuliwa shwa, anaenda anachijwa. Niguo kana tiwo. Warutaga hilo chio. Niye chio ndio ruti. Warutire uliko. Ndiere. Kwanza ni kwanyu muma. Ni hari handu twanyitio ni anake tugitwara handu hari maumau. No Ngai ni mwega. Muraika wa Ngai na waugire andu mari kundi uguo. Ngiuria atiriri, weri ni thia kanitha ni thiaga tukihurwo. Twahurwo ri tugete tutoro githaka. Ndio mbatikwa twatiro kuruta ngimenya kuno uthirire. Mundu magigatire kai tukamatirimio gitatigera muthia kaisha mara. Nigo kamai maitho.
tukiura tulia tukiura tukina mnyo bogwari jiwate mora bote nita pera rajis kan makita goko au na idadio kole ali ndio roshine gwakia bamira jire no iri gutwara githaka bakurire mami mwanya acho gutwara githaka riu ndoto wa mucito munda baba itware mutogure baba nyoni mutogu na watondo ari mundu akanithari na ni orite na babanyu arutaga wira na thungu na ni ahuritwo aikaraga na thungu yani no ni ahuritwo ni andu mau ni undu wa guikara na thungu ahuritwo tondu ariri ni waturaga micinga naigua ria me kilo gol akira ka Nairobi leo ni ndahurwo ri ndokire kuri baba naigua tugicoka riu twikarari baba makinto magitwara manyani nitugitigwo guo we watigwo ri wacokire mwena wa muthungu kana wacokire mwena wa mau tuacokire mwena wa muthungu wakeigwa uyu acokire agituika ngati yo nake ni ndiye cokire mwena wa muthungu naigwa uyu niwe wekire ate uyu ndacokire mwena wa muthungu uyu acokire mwena wa muthungu uyu ameraga tere ni ngania Bwana Yesu asifiwe sana. Uyu ari na kirumi kia mwena wa Gati. Noyo ari na kirumi kia mwena wa Mau. Sijui kama mnielewa. Huyu aliuza watu wote walikuwa wanashirikiana na Mau. Naye huyu agepatana na huyu agenyoka. Wewe wale wamekangaiga na Dale wamekangeta tu. Na ndio idasesa hapa. Ndio idasesa wapi? Hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So this is tuendelee baba. Verse 13. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imekulia kubwa. Yaani alisomewa mashtaka mpaka akasema adhabu Mungu umenipatia imekuwa kubwa sana, sitaweza. Maana imeambiwa dunia hii dunia umtangangana kuishi. Hapo ndio tulipata laana ya kwanza, na ndio tunapata mpaka sasa. Mwanaume anateseka, ndio mnashida. Utashida kama huyu mjamaa. Hebu simameni tu nyinyi wawili nitoe mfano na nyinyi. Simama tu nyinyi. Huyu ni mke na ni bibi. Situko kanisani sahihi. Mudomi wa hali ni aliare umana hali yako thukuma. Na ni makiuma mucie ona netigiti mahoire. No mutumia gekinya nyumba ni akumwira. Shiko irio. Totire. Huyu bibi akifika kwa nyumba ataitisha huyu pesa ya kununua chakula. Na walitoka pamoja na wameshinda pamoja. Maana huyu mjamaa ako na laana ya kutoka mwanzo, ya kusweat, ya kufanyishwa kazi ngumu. Ndio naona huyu jamaa anateseka. Asanteni sana. That is why we are suffering. Tuendelee baba. Verse 14. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Tazama, Mungu anasema, huyu Adamu, Kaini anasema, tazama umenifukuza kutoka kwa uso wa ardhi. Nuanyika takuma odioine wa ardhi. Haleluya. Umenifukuza kutoka kwenye uso wa ardhi. Yani Kaini alifukuzwa kumba kule odio wa ardhi. Yani hakuna chochote ambacho kitakukubali cha dunia. Umeondolewa, umefukuzwa, umetenganishwa na ardhi, umetenganishwa na utajiri, umetenganishwa na kila kitu. Akaambiwa uondoke, get out of here. That is why umepata shida, maana umetenganishwa kutoka kwa uso wa ardhi. Akasema nini? Nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Umesikia sasa? Ati nimesitirika na nimeondoka, na kutoka leo nimekuwa mtoro, na yeyote atakayeniona ataniua. Ndio maana hauna amani dunia hii.
hauna. Hatuna amani. Tumehubiri, tumetangaza injili, tumeokoka, tumeenda mbinguni, tumeteremuka, tumefanya biashara, lakini there is nothing. Hakuna kitu kinatendeka katika maisha yetu. There is no success. Mtu kama huyu ako na miaka 130 years, lakini bado anaomba chakula. Watoto wake hawako, kwa sababu hafai kuomba chakula. Kama alizaa, angefaa anawekwa mahali mzuri sana, amejengewa nyumba nzuri, chakula ako ndani ya fridge, ziko fridge zimekaa, anakula kama mfalme ama kama queen. Lakini sasa ni anaenda, anatoka hapa leo, kesho aende pale, kesho kutwa aende kule kwingine, maana hana chakula. Ardhi ilikatazwa, na yeye ni mtoro, hajui, hana kwa kuishi. Nyumba shosho wa miaka 130 ni nyumba rako bora, anakomboa nyumba. Mtu wa 130 years on a rental house, na hana mahali pa kutoa pesa, hafanyi kazi, hana biashara. Ama 130 ako na biashara? Ako na biashara? Hana biashara anafanya. Basi unajiuliza, ako na kizazi, alizaa watoto, walienda wapi? Ciana iria ciarire ri ciathire ku? Ashokoro ciakere mathire ku? Walienda wapi? Vijukuu na vitukuu walienda wapi? Ni kwa nini anahangaika? Kwa sababu kuna laana inatembea, laana ya damu. Ndio unakuta mpaka watoto wako hawana uwezo wa kukusaidia, because you are operating on a generational curse. 15. Bwana akamwambia, kwa sababu ya hiyo yote, kwa sababu ya hiyo yote, atakaye muua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Sikiliza, mtu ambaye anatembelea kwenye laana ako na alama. Siwezi kuambia, sihitaji muujiza nijue uko kwenye laana. Sura yako tu inaniambia you are operating on a curse. Maisha yako, ile nyumba unakaa, itaniambia you are operating on a curse. Kazi hiyo unafanya, nitajua tu you are operating on a curse. Ile maisha misingi, uliolewa, mume wako akakufa, na mlikuwa na ndoa, wewe you are only 35. Ni kwa nini Mungu akachukua mume wako mkiwa katika 20 years ama 35? Mlizaa tu watoto 2 watano wakaondoka, because there is a generational curse. Kuna tatizo liko katika nyumba hiyo, kuna tatizo kwenye familia hiyo, na hiyo tusipoangazia tuweze kujua niki gyatumire muthuri waku akwe o riria mwambaniriria, niki gyatumire mutumia waku akwe o riria mwambiriria maisha. Wakati mumeanza kulea mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, mama akaondoka, akaaga, akakuacha dunia hii. Sasa wewe unahangaika na watoto, unahangaika, hauna kazi, alafu dunia imekataa kukupatia chakula, dunia imekataa kukupatia kazi, dunia imekataa kukupatia biashara. Maneno ambayo yanafanyika kwako ni mateso yaliyo ya kiajabu. Hawezi, unabadilika kwa sababu uko na watoto 5, unafaa kuwalipia school fees, unafaa kuwalipia nyumba, unafaa kuishi na wao vizuri, na kwa sababu ya ukosefu hivyo, na una mume, unabadilika, unakuwa kahaba ndio utafute chakula cha watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna alama umewekwa ya mateso na chukizo. Hakuna mtu anakupenda. Ukiingia nyumba kama hii, mama kama huyu amezeeka, tunaanza kuona mashida. Ukimwona tu akiingia pale, Asha, utakuta Asha anasema huyo mama aekwe kado. Si kanisa mingi watu kama hawa wanakubalika. Ni kwigi. Mimi hata sijaenda kanisa hata moja nikuta na watu kama hawa wanapendeka. Kwa sababu wanabii wananuka, na wakiono wanaonekana ni shida, maana wamewekwa alama kwenye uso wao. Ukiona tu unaona tatizo, unaona shida. Bwana Yesu asifiwe sana.
tukaharuki. Unaona ni matatizo kwa sababu umebandikwa, umewekwa alama vile Kaini aliwekwa alama, na aliwekwa alama ndio kila mtu amuone. Saizi umesikia tumeambiwa Kaini atakaye kuua, na nimekuweka alama ndio yoyote asikuue. Haleluya. Na asikupige. Sasa huyu mama unaweza kumpiga sahihi katika eji yake, hata ukute anafanya amechukua kitu chako kwa shamba, unaomuhule sababu ako na alama. Haleluya. Ako na alama, utamwambia we shosho nikioleka tauma unaodhie vio, lakini huwezi kumuguza. You cannot touch them kwa sababu amewekwa alama. Tuendelee baba. 16. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Kaini akaondoka mbele ya uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi. Alienda kwenye nchi ya nani? Mbele ya Edeni. Mbele kule Edeni, nchi nyingine, na akaenda akaanzisha mji huko, akaanzisha city huko. Inaitwa nani? Wale wanaelewa? Edom. Akaenda akajenga city. Bwana Yesu asifiwe sana. Akajenga nini? City kama Nairobi, lakini hiyo city iliporomoka, maana ilikuwa na laana. Wamejaribu hawa, wakati Ukenya ilipatiwa independence, walijaribu kutafuta mashamba, walijaribu kutafuta namna ya kuishi, lakini hawakufaulu. Wakadanganywa na serikali ya Kenyatta, ikawapeleka Korogosho. Wakadanganywa na serikali ya Moi, bado wakaishi Korogosho. Wakadanganywa na serikali ya Kibaki, wanaishi Korogosho. Wakakuja wakakutana na jeuri ya dunia inaitwa uhuru, ikawang'oa Korogosho. Kule baba yao alisema wakae. Jeuri jinga. Wakapelekwa Ruai. Walipopelekwa Ruai, huko tena jeuri hiyo jinga ikawabomoa tena huko. Magetwaro sewage. No imagine madharau mashu. Walipelekwa kwa sewage, maigwage mundugu wa sewage. Kufika huko wakakutana na polisi. Tena wakafukuzwa. Wanakaa kwa nyumba za makaratasi. Na hiyo familia ya Kenyatta unakuta wako na mashamba nusu ya Kenya, kwa sababu ya damu iliyomwagwa na hawa. Lakini why? Ni kwa nini kumekosa mtu? Kibaki ni mzuri, alikuwa hakuwasaidia. Moi alikuwa mtu mzuri, alikuwa naiba na gawa mashamba. Hata mimi niligawiwa shamba na Moi, lakini hakugawia hawa. Hello. Hata Ruto hata sasa ndio atawachoma. Huyo ni mbaya. Huyo anakuja na plan nyingine, kuna housing project anajenga. Anakuja na housing project. Usione moru, usio mwamone teo tuko. Siwe sana. Nataka tufuatilie ni kwa nini anakosa ardhi, ni kwa nini? Haleluya. Kwa sababu ile damu walimwaga bado inalia, na amewekwa alama, na dunia akaondolewa mbele ya uso wa dunia. Kwa hivyo dunia haitamkubalisha ajenge chochote juu yake, haitakubalisha alime chochote juu yake, haitakubalisha kizazi chake kibarikiwe, haitakubalisha chochote kifanyike kwa maisha yake ambacho ni cha baraka, kwa sababu aliondolewa kwa uso wa dunia. Kwa hivyo si makosa ya Kenyatta kumunyima shamba, kwa sababu Kenyatta hakuwa maumau. Kenyatta alikuwa home guard. Ama Kenyatta ni alihura na alikenda kakiriko. Adi ahiki ya mutumia muthokore itheti ko atwikire muthamaki. Wakati alioa mwanamke mzungu, akasemekana this man is thinking properly, ako na akili. Lakini kama angetagulia kuwa Mwafrika, angekuwa ni jinga tu. Hii ni Afrika jinga. Why? Because kuna laana imewafuata. Hata saizi ni mimi nikuwe president,
nitawanyorosa na nitawahamisha. Tuko matu walio ruwai mageshiniro ni kuuliza we waumete kugicagi kiriku Murang'a ha Muraradia simo wa Muraradia. Chukua huyu mama toa hapa na analeta sura baya niki, kwa sababu kuna kitu kina msukumo kinaniambia ondoa hawa watu wako juu ya laana. They are operating in a curse and it is a blood curse. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio usijiulize ni kwa nini umeweka biashara haifaulu, umeweka nini haifaulu, umesoma uko na degree lakini degree haijakuwa translated ikuwe maisha. Umesomesha watoto wako wote but wameangamia. Kuna kiru mingine ilitokea. Hawa wa maumau walilaani hawa. Huyu alikuwa home guard. Ndio waligati. Huyu alikuwa home guard na huyu alikuwa maumau. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe walike. Wewe uliokoka. Wewe sio walike. Wale maumau. Achana wewe huyo simu. Hawa wa maumau walipokuwa wakipigana, walipokula kiapo wangeshikwa na askari wauliwe. Kabla hajakufa kabisa alikuwa anashika mchanga, akikufa anasema mogirore yone teri. Ni nani? Yule alimuuza home guard, ndiye aliuza huyu maumau. Hiyo laana ogirore yone teri, yule askari na aliyemuuza, hiyo laana inakamatana vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo walifungwa na mchanga, wakafungwa na kiapo, wakafungwa pamoja na damu ile ilimwagika. Huyu ni wakira mundu ogirore yo ne teri. Sasa tuchukue mfano. Wete kila tudirako tutine na oru, tuwete kila tuguhodere. Huyu mama amezaa watoto. Kuja. Ukileta mukulino kila atalidhadi. Huyu mtoto ni wa huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama hapo kwa mama yako. Kijana mwingine hapa ni nani? Kuja ya kijana. Kuja haraka. Naye huyu mtoto huyu amesoma na yule amesomesha wake. Huyu ni wa huyu shosho huyu. Huyu ni mtoto wa nani? Wa huyu. Bwana asifiwe sana. Huyu ameenda ako Nairobi University. Naye mrembo wetu pale naye amesoma ameenda Nairobi University. Huyu ako na laana ya Wakikuyu. Wale walimulaani. Naye yule ako na laana amebeba ya kiapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walisema hakuna siku tutashirikiana na mahomu gadi. Hello. Naye huyu kijana ako Nairobi University anasomea pharmaceutical, ni pharmaceutical kama ni pharmacy. Ni pharmacy. Amesomea pharmacy. Na huyu naye amesomea udaktari na kisugu yao mingi wanashikana wanaoana. Ule anaoa huyu. Huyu gati alilaniwa na mchaga. Naye yule alilani, naye huyu aliwacha Kirumi ya kule. Ni nini hii inaenda kuzaliwa hii na hile? Ni Hutu na Tusi. Kai matikaji weme huko. Kalia chini kiti yako. Asante sana. You can be still. Rorukaro wa gati rukahikana na rorukaro wa mau. Tutafaulu kweli? Hatuwezi. Hatutafaulu. Maana laana mbili tofauti zinapigana. Laana mbili zinapigana. Laana ya maumau na laana ya home guard zinapigana. Sasa mtoto yule wa home guard ameoana na mtoto wa maumau. Ni nini hiyo ndoa itasimama? Watazaa watoto wawili, watatu, wanne, wanawachana, wanapigana. Ndio nasikia madoa zinaaguka na watu wanachijwa na wengine wanawekwa kwa magunia. Kwa sababu ile roho ya maumau ikiamuka inachija hii roho ya gati. Na hii roho ya gati ikiamuka inachija ile ya maumau. Kwa sababu ya nini? Damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee baba. Wazaliwa wa Kaini verse 17. Wazaliwa wa nani? Wa Kaini. Tujue ni nani?
Kaini akamjia mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Enoko. Akamjia mkewe, akamzaa Enoko. Akajenga mji, akaita Enoko. Akajenga mji. Kaini alijenga mji, na huo mji akawaita hiyo jina ya mtoto Enoko, kwa jina la City. Kwa hivyo kama una operate ndani ya laana, sio hati hautajenga. Utajenga lakini mji ule hautasimama, utabomoka. Sio eti hautapata pesa. Utapata pesa lakini hazitakusaidia. No kugoriuga nilikuwa milionea. Utakuwa ukisema nilikuwa na magari. Utakuwa ukisema nilikuwa na shamba, lakini zilikuja wakati ile roho itasimama. Wakati roho ile ikisimama, itakaposimama itahakikisha hakuna chochote kinasimama kwenye ule mji. Sio hawa watu watikosa hakuwa na akili ya kutafuta pesa. Walikuwa na akili hawa. Akili mingi sana. Lakini jinsi walifika mahali wakateresa na ikakuwa hawakuamuka tena, ndio maana hiyo shida iko. When you operating in a curse, si eti hautafaulu, utafaulu, lakini kufaulu kwako ni limited. Utafika miaka fulani itaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio tatizo. Kwa hivyo ndio kufungua hii laana, lazima hawa watu wakuwe hapa. Na hii sasa laana imebebwa na imeenda. We are suffering not because tunahitaji kuwa na suffering. We are suffering because kuna mgonjwa ama magonjwa tuliletewa na hawa wazee, na hakujapatikana mtu hata mmoja Kenya hii atatue hii tatizo. Bado tunaendelea kuimba nyimbo za maumau. Kenyatta hiuha turehere wiathi ina mathi na wiguano wa Gikuyu na Mumbi mwene nyaga twako ne twakuhoya ndani na gitio na tha nyingi cia mwenda wa ruriri na wiguano mwene nyaga. Sasa niambie, bado wameshikilia hiyo. Naona venye wanatoa vizuri, inatoka mpaka na chorus. Inatoka vizuri, hata bitu zimwambia ibe hapa, hii hawezani nayo. Hebu sikiliza. Bariki ya diare muge wako menya. Unasikia? Iko ndani yao. Iko ndani kabisa. So it is them wana uwezo tu wa kufungua inji kama hii. Ndio Kenya yetu ibarikiwe. Amen. Ndio hii revival mnasema inakuja, ndio ikuje. Amen. Kuna vitu lazima zifunguliwe. Amen. Na sio kuwaita pepo. Hizi pepo ni binadamu. Wewe ndio pepo. Kiita mtu mwingine pepo, wewe ndio pepo. Hakuna pepo binadamu. Pepo haionekani. Na hiyo ndio mambo imekufuka wewe msichana. You have a well paid job. Unalipwa vizuri. But nothing is coming from you. Hauna, kwa sababu huyo ni muligithie aliondolewa kwa uso wa dunia. Sasa wewe mtoto wake umepata mamilioni ya pesa pale. What will happen? Utachukuliwa na kimutu kiende kikukoni pesa yako yote. Ndio hiyo pesa isifikie kwa huyu, maana huyu aliondolewa kwa uso wa dunia. Ndio una bidii, lakini kukikuja kimutu kia Uganda, kukuja kimutu kia Nigeria, ukinakula hiyo pesa mzuri sana. Munaenda Mombasa, munajivijari, munavaa kinyasa inafika hapa na t-shirt kamefika hapa, unaweka chuma kwa mkonyo na ingine hapa, munakula, munaboda mali, munasema Mombasa raha. Lakini siku utavaa mguo mzuri, hadi kwa namo shiari, unakutana na accident pale Thika Road. Unarudishwa Kenyatta. Because wanauliza, watu walila huu. Unapeleka wapi? Kwa nani? Wakati naona ametengeneza tu pesa kidogo, nasikia mtoto yake amepata accident, amekufa. Kwa sababu kuna laana ya damu ambayo imekufuata. Watu wengi si kurogwa mumerogwa, wacheni na maombi mingi. Si kurogwa mumerogwa. Mimi niliweka mama yangu ndege, nikampeleka Amerika. Tulipofika airport akakatalia huko, akasema ni diradi. Nikamuuliza ni kwa nini? Akaniuliza huyu Mungu amegoja mpaka niseeke ndio nipeleke Amerika. Nikamwambia
Akamuuliza, si mimi ni kizazi chako? Kama mimi nimefika, ni umefika. Sasa tu wacha nikupeleke na wewe usikie vizuri. Tuling'ang'ana mpaka karibu ndege ituache. Alafu akaletewa wheelchair, ati mama mzee huko hautembeagi hivi, unaekelewa kakari kawili cha kale kakusukuma. Akasema nie dekioje. Mnaji kalelia wili cha dekioje. Huyu mama yangu walikuwa na huyu mama yangu na huyu walikuwa napatiana kiapo huyu. Hao ndio walikuwa nafiinya watu. Itasesa mkubwa. Tajira kwa tororete. Wakora ndio maita sasa akwa. Dada kamere moko. Tororete ku. Ndero ciaroro wao, ndiye ni mutongoria wanyu muhunjia wanyu. Ndio muthakame moko. Mumae magoro, kila kitu nimekunywa. Tunaelekea wapi? Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi wamesikia wamebarikiwa leo? Wangapi wamesikia kuna message ya kufunguliwa? Amen. Hii message tunaenda nayo majuma mengine 4. Tuingie deep ndio nikuingisha kwenye Biblia. Uone mpaka kwenye Biblia venye watu waliteseka. Angalia familia ya nikiiguza saa hii nitakupeleka mpaka masaa hiyo ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu mwenyewe ndiye azaliwe. Yesu ametoka kwenye generation ya mtu anaitwa Juda. Naye Juda ametoka kwa Yakobo. Naye Yakobo ametoka kwa nani? Kwa Isaka. Naye Isaka ametoka kwa nani? Kwa Abrahamu. Naye Abrahamu alitoka kwa nani? Barokole. Abrahamu alitoka kwa nani? Baba yake alikuwa anaitwa Tera, muabudu wa sanamu. Na kwa sababu hiyo Mungu hakukubali kubarikia Abrahamu kwa baba yake, maana baba yake alikuwa muabudu anayejulikana wa sanamu. Na angeanza sasa kujifunguanisha kutoka kwa baba yake, siku zake za muujiza hazingefikia. Maana angekuwa anajitoa, baba yake anamrudisha, anajitoa, baba yake anajirudisha. Ndio naona tumeokoka, lakini mama yangu ambaye alikuwa maumau, bado hiyo spirit ya maumau inanirudisha nyuma. Ninaenda inanirudisha nyuma. Ninaenda kuinuka, ninarudishwa. Maana spirit ya maumau ilikuwa haina progress, haina success, haina watoto wa maumau hawatajiriki. Maana kuna damu iliyo juu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tera alikuwa muabudu wa sanamu. Kwa hivyo kulisemekanaje? Naye Abrahamu akamwambia, ondoka kwa nyumba ya baba yako, muende mpaka ile nchi naenda kukubarikia. Maana hapo hangefaulu. Sasa huyu ni mama yangu, alikuwa home guard, amechinjisha watu wengi. Hakuna siku tutakaa compound moja kwa mchanga mmoja na huyu ni mimi nikafunguliwe. Maana nitakijabu kutoka ile damu uyalimwaga inazungumza. Na already aliondolewa kwa uso wa dunia. Nikijaribu kufanya chochote, damu ile ilimwagwa na huyu inazungumuka. Inaamuka inaniuliza, unaenda wapi? Na mama yako ameondolewa kwa uso wa dunia. Baba yako ameondolewa kwa uso wa dunia. Where do you think you can go? Bwana Yesu asifiwe sana. So angalia, mama yako ama shosho yako alikuwa maumau. Na kufunguliwa ni kizazi cha 10. Kufunguliwa kutoka kwa laana ya damu ni kizazi cha 10. Ndio unaonaga pale ukienda Murang'a, masishi ya watu wa kwenda Murang'a, utakuta tugari twingi na tote ni kahaya. Twingi sana. Enda pale KU. Twingi twa kahaya. Utile mundu gakari gake. Na mushagete family nyanya. Muko akobora kari kamwe katakwateka kasienta. Mugathi kwa murage. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima tujifungue kutoka kwa laana za huyu mtu mwenye amefungiwa uso wake. Uso wake umeondolewa. Mama yako uso wake umeondolewa kwenye ardhi. Kwa hivyo mtu anaitwa Abraham akaambia, ondoka
uende mpaka ile nchi mahali nitaenda kukubarikia. Lakini kumbuka, kuna kitu nataka uelewe hapa. Abraham alipokuwa anatafuta watoto, hakuwa na mtoto. Mungu akamwambia ya kwamba kizazi chako kitaingia kwenye utumwa wa miaka 400 kwa sababu ya matendo ya baba yako. Kulisemekana hivyo? Kwa sababu ya nani? Ya matendo ya baba yake, kizazi chako. Na kumbuka, siku hiyo Abraham alikuwa hana mtoto, na akaambiwa kizazi chake kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400 because of metuko na the deeds of the father. Miaka mingi baadaye, maana Abraham hakuwa na kitu cha kuelewa kucancel hayo maneno. Venye unasikia mtu anaitwa Kaini anaambia Mungu hiyo hukumu imeenda sana. Abraham hakumwambia Mungu reverse, maana hata mtoto hakuwa naye, hakuwa na reason ya kureverse. Na miaka mingi baadaye alipopata kizazi kilienda miaka 400 kwenye utumwa. Kilienda kwa sababu kuna maneno yalizungumzwa na nobody was there to reverse. Haku reverse kwa maana hakukuwa na reason ya kureverse, hakuwa na mtoto. Mambo mengi yamenenwa kwetu, na kwa sababu we are not in position ya kujua hivyo, you don't reverse. Unasema tu ni mama anaongea, unasema tu ni baba anaongea, lakini hiyo neno litashika na limeandikika katika ulimwengu wa kiroho, limeandikika, litakuja kutimia wakati wake ukifika. Ndio unaonaga utapata pesa miaka kutoka 15 years, unapanda na pesa, unapanda mamilioni, 15 years, 20 years, 21 years, 30 years, unapanda. Ukifika 40 mahali laana inakuaga, inaanza operation, unaharoroka kama mtu, kama kitu kingine. Mahali utaaguka, utaingia ndani ya unapata jichora kama mtu na ni mawe. Mpaka watu wanakuja wanauliza, "Oyo no, wale watu walitagia makari huko." Unarudi mpaka kwa mama yako Geshagi kwa sababu connection yuko huko. Na ukiona unaanza safari ya kurudi kwa mama yako, atendelea fine kwa alito ha connection yeko. Nenda sasa, ujua hiyo ndio connection. Sasa umefugiwa huko, ndio kwa maana wamekuita kuja tukwambie maneno. Hii boma, hiyo maligwe, hiyo pesa ulikuwa nayo, usilete hapa. Huko utioka gabesha. Twakuhete time tondu rari kilimo. Sasa hiyo nilikuwa naenda na Range Rover na Prado mbili za kukuescort na Prado nyingine moja ya kukubebea chakula hot. Ukigonga miaka wote kila kitu inarudi kwao, inahama, wanakumbushwa. Remember, kumbuka huyu mtu ameandikwa. Kitabu cha Yeremia 22 mstari wa 29 imeambiwa, O earth, dunia, mchanga unazungumziwa, udongo unazungumziwa, uandike Kaini. Mtu anaitwa nani huyu? Konaya. Ameambiwa andika Konaya chini. Mchanga unazungumziwa, unaambiwa O earth. Hebu nifungulie hapo. O earth, Jeremiah 22 verse 29. O earth, O earth, O earth, dunia, telie. Sikiliza neno la Mungu, si neno la shetani. Mchanga unaambiwa sikiliza neno la Mungu. Ule mchanga ambao ulishikwa na baba akikufa, akaunua hivi, akasema ogerodho rone teli, iliandikika huko. Yeremia 22 mstari wa 29. Inchi kwa itawote kusisitiza kwa alama ya msisitizo. Hiyo ni ngeli ya kwikwi ama ni sizi? Ni ngeli ya sizi. Inchi anazungumza kwa uzito. Inchi ndio isikose kusikia. Sikia neno la Mwenyezi Mungu. Neteli
mchanga ndio unaambiwa lisikie neno la Mwenyezi Mungu. Linasema nini? Umeambiwa uandike Kenya ajui hana watoto, uandike Wagoi hana watoto, uandike Karioki hana watoto. Inchi neteri walelio, andika chini, andika na usisahau, na neno ambalo ni neno la Mungu sio langu. Kwa hivyo aliyetia muhuri ni nani? Ni Mungu, maana kulisemwa. Andika kwamba hana watoto, mtu ambaye hatafanikiwa maishani mwake. Utakie jirani kigiregia ugebesha. Kumeandikwa, na iliandikwa kwenye mchanga. Haikuandikwa kwenye kitabu, haikuandikwa kwenye kuta, haikuandikwa kwenye blackboard, iliandikwa kwenye mchanga. Na mchanga ndio aliambiwa lisikilize neno la Mungu. Ni Mungu amesema muandike huyu mwanamke, andika huyu mwanamume, andika huyu mtu ya kwamba hata kuwa na watoto. Kutokuwa na watoto ni kwamba hauna mazao, hauna zao lolote. Iwe ni biashara, hauna zao. Iwe ni kazi aina yote, hauna zao. Iwe ni huduma kama hii, hauna mazao. Dole na masiaro, chote unaguza kinaanguka. Maana mchanga umeambiwa. Na mchanga uliambiwa kwa nini? Wewe ni nini? Hii nguo yako ni nini? Pesa ni nini? Gari yako ni nini? Nyumba ni nini? Kwa hivyo mchanga umeambiwa usikupatie chochote. Alafu kijana yako huyu anakuja Nairobi, anafanya mabiashara kidogo kidogo, anakuja nyumbani akiendesha kigari. Itafika nyumbani, lakini akitoka accident, hiyo gari yote itaisha, na ikiisha ataishi Kenyatta kama amefugwa machuma hivi. Kwa sababu hiyo boma imekatazwa. Imefanya nini? Imekatazwa. Mtu ambaye hatafanikiwa maishani mwake, maana hakuna hata mmoja wa wazao wake atakayekalia kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Atero siaroro wakuruti katherema, hautafaulu. Hautafaulu. Sasa hiyo ni laana. Tutashinda nilikiki ama nitafanya nini? Hiyo sio kitu ya likiki na libakuda. Hapana. Ni sisi sasa tukuje tujue. Huyu mama atuambie, amesema amekunywa miuma 3 mekanga 3. Hiyo ni 3. Kuna mwingine pale amekunywa 4. Kuna mwingine amekunywa 5. Huyu mama wa Gati naye atuambie waliuza watu wapi? Walinyogwa, aliuza watu wangapi wakanyogwa? Kwa sababu hawa aliuza, kama ni familia mzima ilienda kunyogwa, damu iko juu yake. Sasa imagine, nasi ulikuja hapa Nairobi kutafuta, kumbe mama yako ako na laana. Nikioria gathina. Nikioshiana cia kushira ali athina. Nikio ndungigia muthuri, wagetha muthuri no kukuru, no likiki, no likaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima tuhakikishe tuna uwezo wa kufuata your bloodline. Umetoka kwa mzizi gani? Kwa Wakikuyu hakuna excuse. Kama wewe haukuwa upande ya Mzungu, ulikuwa upande ya Mwafrika. No excuse kwa Wakikuyu. Both wote. Ate papa itu alta ale wa kanitha augire maundu mako madageka, ale mwedia wadu. Ndiye alikuwa anapatiana, ndiye alikuwa anasema kokini mmoja na anarudi. Gati sio the. Kwanza Gati ndio waliuza watu. Tulikuwa tunaita kakonia. Naye Maumau walikula kiapo. Hiyo kiapo bado imefunga. Waliua watu, walichinja hao mahomu Gati, walichinjwa. Hiyo damu iko juu ya watoto wetu. Hiyo damu bado iko juu ya taifa la Kenya. Hakuna siku taifa hili litafaulu kama hatutaweza. Ndio nasikia Ruto juzi tu Ruto ameinuliwa na nini? Koti ndio imesema Ruto alishinda. Sasa hii Ruto hataki kusikia hiyo koti. Sasa unashindwa, hii ni laana gani? Huyu mzee koti si kina nani Martha Koome walisema. Wakasema Ruto umekuwa president. Kura imehesabiwa vizuri. Kila kitu imefanyika mzuri. Sasa ameambiwa hii project na hii na hii na hii ni illegal. Sasa anasema mpende msipende, kwa sababu ya operating on a generational curse. Nini imemgeuza? Huyo jaji mwenye alisema
kalia kiti. Amekuja amekusema hii maamuzi unafanya si mzuri. Sasa umesema sitaki kukusikia. Paka ameanza kupaga venye huyo jaji atatoka. Akijaribu, Ruto, unisikilize vizuri. Ukijaribu, Mungu atakung'oa asubuhi na mapema. Ukijaribu kutotii sheria ya nchi, ulihoga mapasta ukawanunulia chakula, mkakula nao kule State House, ndio wasikuuliza maswali. Mimi sikukua hapo. Utang'olewa asubuhi na mapema. Wanadu matikona makinya mako. Nchi ni nchi ya Mungu, na Mungu ndiye anaongoza na anatengeneza nchi. Fuata sheria venye kila mtu alifuata sheria. Raila hakurusa mawe wakati alishindwa na koti. Alienda nyumbani akasema tutajipanga tena. Alitii sheria. Hata wewe tii. Bwana Yesu asifiwe sana. Utii, maana God is operating Kenya. Kenya iko kwenye meza ya kupasuliwa. Inapasuliwa ndio vitakataka viondolewe. Ni Mungu anafanya. So tii sheria ndio visasi vingine vitii sheria. Hata kama si mzuri, maamuzi si mazuri, tii. Ama si namna hiyo? Hata kama maamuzi unaona si mazuri, tii tu kwa ajili ya visasi. Because what Ruto is now setting is a president. Ni ana set kitu kibaya sana. Because next time mimi nikiitwa nitakataa. Ama nikiitwa nitaita watu wa kwetu tuende kwa koti tuvuje hiyo koti. Anajaribu kuset mambo ambayo imepitwa na wakati. Ruto is a very good friend. Is a very good president. Akili mzuri, yako na akili mzuri. Lakini watu machokora wengine wamemzunguka hapa ya shetani. Mafurimason wamemzunguka hapo, wanataka kumuondoa. Alijuzi hapa katika hii madhabahu tukasimama, tukamwambia kama unataka kutawala na uendelee, hiyo State House church. Si amecheji sasa? Simulisikia imepomolewa? Imepomolewa. Ni inafanywa, wanatoa hizo vitu za Freemason. Sasa angalia tena wamemwenda, wanataka kumwagusha. Wao watu walisema mambo ya LGBTQ ni mzuri Kenya. Ndio, tunajua. Lakini sasa tii sheria sasa. Kuwa mtoto mzuri wa kutii sheria. Tunakujua kama mtu mzuri, utii sheria na ukae vizuri. Haleluya. Ama nimeongea vibaya? Mimi lazima niongee venye iko. Tusimame kwa miguu yetu. Wow. Leteni sadaka zenu hapa. Mwekelee kwenye madhabahu. Anapoendelea. Wekelea sadaka zenu. Leteni sadaka hapa. Kila mtu. Mumerembeka sana.